Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tunamshukuru Mungu sana ya kwamba leo ni Jumatatu njema ambayo Bwana ameifanya. Ni Jumatatu tunayoenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya wiki nzima. Ni wiki ya kibali kwa Bwana, na tutakuwa na shuhuda nyingi sana za watu kupata kibali. Na tutaenda kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya wiki hii ambayo ni Jumatatu ya Pasaka, lakini tunaenda kujiweka wakfu kwa ajili ya miujiza mikubwa ambayo Mungu ataenda kuiachilia ndani ya wiki hii kwa ajili ya kibali atakachokiachilia. Lakini pia tunapojiweka wakfu kwa Bwana ni ili tubarikiwe. Zipo baraka Mungu ameziweka kwetu, na hizo baraka lazima tuziteke katika ulimwengu wa roho. Lazima tuziteke. Na tunaona maandiko yanaeleza wazi ya kwamba Mungu yuko tayari kutubariki. Mungu yuko tayari kutubariki, lakini kujiweka wakfu ni kanuni ya Mungu kwa watu wanaotaka kuwabariki. Lazima watengwe katika ulimwengu wa roho, watengwe kwa ajili ya kuzibeba zile baraka. Kwa hiyo si kila baraka zinamfikia kila mtu. Si kila baraka zinamhusu kila mtu, lakini ukitengwa na Bwana unakuwa ni mrithi wa baraka, unakuwa ni sehemu wa zile baraka. Na ndio maana Mungu akamwambia Musa awaambie wana wa Israeli. Kusoma kitabu cha Kutoka 32:29, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu na mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Zipo baraka zinazoamriwa kukujilia kwa kuwa umejiweka wakfu kwa Bwana. Zipo baraka ambazo haziwezi zuiliwa kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana. Kujiweka wakfu ni alama katika ulimwengu wa roho ambayo inaruhusu baraka kukujilia mahali ulipo. Baraka kukujilia kazini kwako, baraka kukujilia nyumbani kwako, baraka kukujilia ofisini kwako, baraka kuwaendea watoto wako. Unapojiweka wakfu kwa Bwana, umeruhusu hiyo alama katika ulimwengu wa roho ipige kelele, ikulocate. Ni beacon katika ulimwengu wa roho inaonyesha kwamba hapa ni alama ya huyu mtu kubarikiwa katika ulimwengu wa roho. Kuna alama ambayo katika ulimwengu wa roho ipo, lazima uielewe. Na hizi alama katika ulimwengu wa roho zitakuwa zinapiga kelele katika ulimwengu wa roho. Yaani nasema hivyo kwa sababu kujiweka wakfu hakuonekani katika ulimwengu wa mwili. Ni jambo la kiroho. Shetani anajua mtu aliyejiweka wakfu na ambaye hajajiweka wakfu. Mungu anajua aliyejiweka wakfu na ambaye hajajiweka wakfu. Kwa ni jambo la kiroho sana, ni jambo la rohoni sana. Ni kama vile mtu anavyookoka anawekewa alama ya Roho Mtakatifu katika paji la uso wake. Ile alama ya Roho Mtakatifu inaonekana na mapepo, inaonekana na shetani, inaonekana na Mungu mwenyewe. Ni mambo ya rohoni. Na ndio maana wewe uliokoka huwezi jificha mbele za Mungu, wala wewe uliokoka huwezi jificha mbele za shetani. Lakini wewe ambaye hujaokoka lakini unapaza sauti kwamba nimeokoka, shetani anakuangalia tu. Anasema huyu chakula changu kabisa. Huyu chakula changu kabisa, kwa sababu haoni ile alama ya Roho Mtakatifu ya kwamba huyu mtu ameokoka. Kwa hiyo kila mtu anavyoenda katika ulimwengu wa roho lazima elewe zipo alama. Na ndio maana Kaini aliwekewa alama ya kwamba asiuawe, kwa sababu kibali cha Bwana kiliondoka mbele yake. Kwa hiyo kila mtu angetamani kumtendea mabaya, na akamlilia Mungu akasema, umenitamkia maneno magumu, na nchi yote na watu wote na dunia na ardhi havitakuwa vinanisupport mimi. Vitakuwa vinatamani vinimeze. Ardhi tatamani nimeze, watu watatamani waniue. Kwa hiyo nitafanyaje? Mungu akamwekea alama, akasema hakuna atakayekuwa. Akamwekea alama. Ile alama haikuwa inaonekana katika mwili. Ile alama ilikuwa ni katika ulimwengu wa roho. Kama vile ambavyo wewe leo unawekewa alama kwa ajili ya wiki hii ya kwamba baraka za Bwana ni zako, ya kwamba laana hazitakukuta, ya kwamba ajali hazitakuona, ya kwamba uharibifu hautakuwa pamoja na wewe, ya kwamba uganga hautasogelea, ya kwamba uchawi hautasimama, kwa sababu ya ile alama katika ulimwengu wa roho. Unapoona Biblia inasema hakuna uchawi katika Yakobo, hakuna uganga kwa Israeli, maana yake ni nini? Katika ulimwengu wa roho Mungu akikuangalia wewe ambaye tayari umekuwa mrithi wa ahadi za Ibrahimu,
kwa kupitia wokovu. Sasa na kile kitabu cha Wagalatia, Mungu anaiona alama ambayo Yakobo hawezi kulaaniwa, wala Israeli hawezi kupokea uchawi wao wowote wala uganga katika Yakobo. Anaona ile alama katika ulimwengu wa roho. Kwa ujue mambo ya rohoni, na ndio maana mambo ya rohoni hutambulika kwa roho. Siku moja nilikuwa ombea mtu hapa, nika roho Bwana akanielekeza kufuta alama katika ulimwengu wa roho. Ilikuwa ni changamoto sana. Yani nilikuwa namuombea mtu mbele yangu, nilivyokuwa nazifuta zile alama, ni watu karibia robo tatu ya kanisa wanapiga kelele. Kuna alama katika ulimwengu wa roho, mapepo yameweka. Halafu yule yale mapepo akawa anasema, hiyo alama unavyoifuta tutaingiaje? Hiyo alama ndio inayotufanya sisi, ndio lango letu, ndio lango la kumuingilia mtu. Ukifuta hiyo alama sisi tutafanyaje? Sasa nikawa naifuta kwenye paji la uso wake, halafu akawa anapiga kelele sana. Nikaendelea kuifuta mpaka pale Roho Mtakatifu aliponiambia imefutika, na kutoka hapa kafunguliwa, na mpaka hivi ninavyoongea yuko salama, kwa sababu ile alama ilikuwa ni lango la mapepo kuingia katika ulimwengu wa roho, yanapitia pale. Kwa tulipofuta yule binti akawa huru mpaka hivi ninavyoongea. Nini maana yake? Lazima uzijue alama katika ulimwengu wa roho. Hizi alama ndio zinazotuonyesha kwamba sisi tumeokoka ama hatujaokoka. Hizi alama ndio zinazotuonyesha kwamba tumejiweka wakfu ama hatujajiweka wakfu. Kujiweka wakfu ni kitu cha rohoni ambacho Mungu akikiangalia anakiona. Kumbuka ile mikate ya onyesho, ile mikate iliyokuwa ikipelekwa hekaluni, iliyokuwa inatengwa, imewekwa wakfu kwa ajili ya kutumika kwenye madhabahu. Ile mikate ilikuwa uruhusiwi kula, lakini ilikuwa inafanana na mikate mingine ya nje. Lakini katika ulimwengu wa roho, ile ni mikate tofauti na ile mikate ambayo tunaiona huku nje. Kwa lazima ujue vitu vya rohoni hutambulika kwa roho, huonekana kwa roho, huthibitika kwa roho. Hauwezi ukaviangalia vitu vya mwilini ukaviona katika roho, bali vya rohoni vinaonekana kwa roho, vya mwilini vinaonekana kwa mwilini. Utakumbuka jibu ambalo Yesu alimjibu Nikodemo. Akamwambia hivi, Nikodemo akamuuliza, je, mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Je, atarudi kwenye tumbo la mama yake? Akamwambia, sikia Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo tunapoongelea kujiweka wakfu, tunaongelea mambo ya rohoni. Kitu cha rohoni sio cha mwilini. Na unapologwa haulogwi mwilini, unalogwa rohoni. Hata kubarikiwa hubarikiwi mwilini, unabarikiwa rohoni. Lakini ukilogwa rohoni, tunaona matunda yake kwenye mwili. Ukibarikiwa rohoni, tunaona matunda yake kwenye mwili. Kwa unajikuta mwili ni matokeo, lakini kuna vitu vya rohoni. Na ndio maana Paulo akamwambia, kwa mpenzi Gayo, na ufanikiwe sana na kuwa na afya yako kama roho yako inapofanikiwa. Kwa hiyo inamaanisha roho ya Gayo ifanikiwavyo ndivyo tutakavyoona mwilini akifanikiwa. Kwa mambo ya rohoni hutambulika kwa roho. Tunapojiweka wakfu, zipo baraka zetu. Wala hata usichukulie kawaida kujiweka wakfu, uone ni ibada ya muhimu sana kwako. Na mshukuru Mungu, nilipokuwa nikiendelea kuomba, Bwana akaniambia atawafundisha watu. Na mshukuru Mungu, mpaka sasa shuhuda zinakuja. Mungu anasema na watu kwamba ni mimi niliyekuepusha na hii ajali kwa sababu ulijiweka wakfu. Mungu anaendelea kusema na watu, ni mimi niliyekuepusha na haya mauti kwa sababu ulijiweka wakfu. Mwingine alishuhudiwa kabisa akasema, bila kujiweka wakfu huu moto ungeteketeza nyumba yako, lakini moto uliwaka tu kwenye jiko lile la gesi ukazima. Akashangaa. Mungu akamsemesha akamwambia, usishangae, ni kwa ajili umejiweka wakfu kwa Bwana. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba unapojiweka wakfu ni kitu cha rohoni sana ambacho adui anakijua. Anaweza kaja akaanzisha kitu, lakini kupitia hali ya kujiweka wakfu kwako akashindwa kumalizia. Shetani akashindwa kabisa. Ni kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana. Nataka niende mbele za Bwana niombe tujiweke wakfu. Na wiki hii itakuwa ni wiki ya kibali sana, na kuhakikishia utapita mahali ambapo milango imefungwa na itafunguka, na hauna vigezo vya kuingia kwenye hayo malango, lakini utapita malango kwa kibali. Kumbuka hata Esther, Biblia inaeleza kwamba alienda akafunga, akatafuta uso wa Bwana ili apate kibali. Akaingia kinyume na utaratibu katika nyumba ya mfalme. Alipoingia kwenye vyumba ambavyo hakuruhusiwa kuingia mpaka aitwe. Alipofika pale, sheria ilibidi mhukumu, lakini alipata kibali kilichoishinda sheria. Akaingia akaambiwa, sema unachokitaka Esther, kwa sababu kulikuwa kuna namna ambapo Mungu alikuwa ameachilia kibali. Kwa unapotaka kwenda mbele za uso wa Bwana na kujiweka wakfu, kila atakayejiweka wakfu leo,
Kila atakayejiweka wakfu leo kwa maombi haya na kwa sadaka, atakayejiweka wakfu leo kwa ajili ya wiki hii, ataona kibali ambacho hajawahi kukiona. Na nataka mara utakapoona kibali uje ushuhudie, kwa sababu kuna wengine kibali kitatokea mara baada ya kusema amina, wataanza kupokea kibali. Nataka Mungu afungue phone calls, afungue simu ambazo zilikuwa zimebeba baraka. Nataka Mungu afungue simu, upokee simu zilizobeba baraka, upokee wajumbe waliobeba baraka. Nataka upokee taarifa zilizobeba baraka, malango yakawe wazi kwako. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, tunakushukuru sana kwa vile ambavyo unatupa neema ndani ya wiki hii. Tunapojiweka wakfu katika nguvu zako, tunajiweka wakfu katika ushindi wako, tunajiweka wakfu katika baraka za kuinuliwa. Roho Mtakatifu, asante kwa neema na rehema kwa ajili ya kila mmoja anayenisikia wakati huu. Mungu liye hai, tunapojiweka wakfu kwa ajili ya wiki ya kibali, tupate kibali machoni pako, tupate kibali machoni pa watu wako uliowaita, tupate kibali machoni pa watu wako uliowatuma, tupate kibali kwenye mazingira yetu, tupate kibali tuingiapo na tokapo. Roho Bwana, ninaomba nguvu zako ziendelee kutuhudumia. Milango na malango ya kifedha yafunguke pande zote, yatujilie Bwana. Wajumbe wa habari njema wakawe dhahiri katika maisha ya kila mmoja anayenisikia, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninamtenga mtoto wako huyu katika roho chafu za ajali, namtenga mtoto wako katika roho chafu za uvamizi, spiritual attacks, roho za mauti, namtenga katika jina la Yesu. Roho Bwana, tunapojiweka wakfu, tunajitenga na vyote hivyo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunajitenga na roho za magonjwa na uharibifu wake, tunajitenga na roho za stress, maharibifu yote katika mawazo na msongo wa mawazo, tunayaharibu leo kupitia kujiweka wakfu kwako. Mungu wa kweli, tunaomba neema yako inayozidi akili zote za binadamu iendelee kutufunika kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, endelea kusema nasi, endelea kutufundisha. Wiki hii ikawe ni wiki ya neema kujulikana, ikawe ni wiki ya neema kuthaminiwa, ikawe ni wiki ya neema kubarikiwa, ni wiki ya neema ya kibali kutoka kwako. Mungu wa kweli, kila kamba za kuzimu na mauti zikatike wiki hii katika jina la Yesu. Hakuna kamba itakayobaki, hakuna ngome itakayomshikilia mmoja awaye yote, hakuna hali ya uharibifu itakayomshikilia mmoja awaye yote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zile keji katika ulimwengu wa roho, zile keji zinaenda kubomolewa kwa jina la Yesu, na mtoto wako anatoka wiki hii kwa ushindi kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kamba zote, nira zote zilizofungashiwa na giza na uharibifu wake, tunaziharibu nira hizo, tunaziharibu kamba hizo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema yako inayozidi sana. Pokea sifa, heshima na utukufu, ni katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, tunapojiweka wakfu kwako, Mungu liye hai, unaenda kutulinda na mabaya yote kinyume nayo, unaenda kutulinda na uharibifu wote kinyume nao, unaenda kutulinda na giza lote kinyume nalo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaenda kutembea kwenye nuru ya ajabu, na vyote tulivyo navyo, na watoto wetu na familia zetu na nyumba zetu na wenza wetu, unaenda kulinda na kazi zetu, unaenda kulinda na biashara zetu, unaenda kulinda na ajira zetu, unaenda kulinda kila kitu mbele yetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Wacha milango ikawe wazi wiki hii kwa jina la Yesu, kuleta baraka na neema, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.